Aliporudi nyumbani akamwambia rafiki yake na shemeji yake, nimefanya nilichoweza, lakini sijajua yule mwanamke ana matatizo gani, ameshindwa kunielewa. Rafiki akamuuliza, ina maana ameshindwa kukuamini? Akamwambia ndiyo, ameshindwa. Amesema sisi ni majirani tunaopeana utamu. Shemeji yake akashangaa, kiukweli sijawahi kumpa utamu. Rafiki yake akamwambia, kwa nini usifanye ukweli, au kuna ubaya? Vanessa akamwambia, niwe mkweli, kijana ni mzuri, lakini sijajua hiyo faida anayozungumzia. Je, naweza kutoka naye? Rafiki yake akatoa ulimi akimaanisha pita naye. Shemeji akamwambia, Vanessa, usifanye hivyo, huo ni upuuzi. Kwa nini? Umetoka kwenye mahusiano hivi karibuni, unawezaje kuanzisha tena kwa haraka? Kwa nini isiwezekane? Inabidi upate muda wa kujuana. Mchumba wake akamwambia, hebu acha huo upuuzi, mbona unajifanya kama mwanaume mwenye wivu au baba unayemlinda mwanaye? Mwamba akashangaa mpenzi wake anasapoti Vanessa kupelekewa moto. Vanessa akamwambia, napita tu, it's just sex baby. Lakini rafiki yake akamuuliza, hivi mara ya mwisho kufanya mapenzi ni lini? Vanessa akafikiria miezi 6 na siku 15. Mama, bila shaka rafiki yangu, kichupa kitakuwa kimejaa. Unaweza kuwa chizi kweli kabisa, umeweza hata kusahau kwako, ni maugwadu hayo. Mwamba akawacheki warembo wanavyotaka kupelekewa moto, sijui pombe. Shemu akamwambia, najua una ugwadu, lakini haupaswi kutembea na mwanaume yoyote yule. Vanessa akamwambia, sawa dadi, na kuanza kucheka. Kesho yake Mwamba akaenda kwa Vanessa na kugonga mlango kwa nguvu. Vanessa akatoka na kumuuliza, kwani una matatizo gani? Mbona unagonga mlango hivyo? Akamuuliza, umefanya nini? Nimekutuma uende kwa mpenzi wangu ukaniombee msamaha, lakini wewe umekwenda kumtukana. Akacheka, mimi Vanessa nimemtukana mpenzi wako? Amechanganyikiwa Kama nimemtukana mpenzi wako asingenyanyua mdomo wake kukueleza, na usiniambie huo upuuzi. Msamaha haujaisha, kumbuka, haujaisha Sawa, I'm so sorry kuingia bafuni kwako. Unataka nini sasa? Naomba uniache. Lakini makosa yako ndiyo makosa yangu, lakini sitaki kusikia chochote kinachoendelea na huyo girlfriend wako, na nilisha kwambia ilikuwa bahati mbaya, nimechoka kurudia na kurudia. Naomba uniache, na hilo ni jambo lako, sio mimi, tatua mwenyewe. Kwa hiyo unafikiri ninamchiti mpenzi kwangu? Ndiyo, unatakiwa uwe hivyo. Kama unataka kuuza huo upuuzi wako, mimi siwezi kuununua. Kwa hiyo unasema namdanganya? Ndiyo, unamdanganya. Hebu subiri kwanza, nina kitu kwa ajili yako. Vanessa akaingia ndani na akatoka na taulo na kumsukumizia na kumwambia, toka nyumbani kwangu. Vanessa akaingia ndani. Mwamba kabaki anashangaa. Kesho yake mchizi akaenda jobu, akakutana na rafiki yake. Rafiki akamwambia, unaonekana na mawazo sana, mbona sura yako imekauka? Mwamba akamwambia, ni stori ndefu. Rafiki akamwambia, stori na mimi? Sio shida, tuingie ndani. Wakiwa ndani akaanza kumwadithia. Akamwambia, ile time Vanessa nilimtuma kaombe msamaha kwa Tresia, kumbe alifika akamtukana. Rafiki yake akashangaa, akamwambia, mwanamke huyo ni hatari. Lakini Mwamba akamwambia, kwa kweli sijaona sababu ya yeye kudanganya, maana aliniambia alikubali kosa na akakiri alikosea. Sasa sielewi Tresia kwa nini hamwamini. Wakiwa wanajadili, mara simu ikaita, ni Tresia. Moyo wa Mwamba ukadunda. Akapokea taratibu, akasema, hello. Tresia akamwambia, nipo nyumbani, njoo. Mwamba akashangaa, akakimbia faster mpaka kwake. Alipofika akakuta Tresia amekaa kimya na macho makali. Akamwambia, Ekeme, nimekuita kwa sababu nataka ukweli. Mwamba akajitetea, nimeshaeleza kila kitu. Tresia hakuwa na lolote, ilikuwa ni bahati mbaya. Tresia akamwambia, hapo ndipo na kushangaa. Vanessa alinijia akasema ni ajali. Wewe unasema hivyo hivyo, lakini kuna kitu mnachonificha. Mwamba akashangaa, hapana, hakuna kitu unachokuficha. Tresia akatoa laptop mezani akaiweka mbele yake. Akamwambia, kabla sijakuamini au sikuamini, nilichunguza, nilijua password zako zote, niliona chati zako zote na Vanessa. Mwamba akashtuka, uliingia kwenye akaunti zangu? Tresia akamwangalia kwa macho ya hasira. Ndiyo, nimegundua kitu kingine zaidi. Wewe sio tu boyfriend wa kawaida, wewe ni haka, si ndio? Mwamba akashindwa kujitetea. Kimya kikatawala kwa sekunde chache. Akamwambia, Ekeme, kumbe kazi yako ndiyo hii. Kila kitu nilichokuwa najiuliza sasa kimejibiwa. Umekuwa ukinificha ukweli. Mimi sikudhani unanidanganya, nilidhani unanilinda. Vanessa naye akaja faster, kumbe na yeye aliitwa. Alipofika, Tresia akamwambia, wote wawili sasa nataka mniambie ukweli, kwa sababu huu mchezo wa kunificha umefikia mwisho. Ekeme akainua macho
akasema kwa sauti ya ukakamavu, ni kweli, mimi ni haka. Kazi yangu ni kuingia kwenye mifumo ya watu, kutafuta siri, na kwa mara nyingine kuilinda. Sikutaka mjue kwa sababu ni hatari. Tresia akatikisa kichwa, machozi yakimtoka. Kwa hiyo muda wote nimekuwa naishi na mtu nisijua kazi yake. Sasa nimeamini mlango uliokosewa haukuwa bahati mbaya, labda ulikuwa mwanzo wa mchezo fulani. Vanessa akamwangalia Tresia na kumwambia, ndiyo maana nilijaribu kukueleza, lakini hukutaka kuniamini. Huyu mwanaume si wa kawaida. Tresia akasimama na kumwangalia Ekeme kwa macho kukata tamaa, kisha akasema, hii ni mwisho. Mimi sitaki tena kuwa sehemu ya maisha yako ya hatari. Akatoka nje kwa hasira akibamiza mlango. Ekeme akabaki ameduaa. Vanessa akamgeukia kwa sauti ya upole, umeona, hii ndiyo dunia yako sasa, dunia ambayo watu wa kawaida hawawezi kuvumilia. Macho ya kamera yanakaribia usoni mwa Ekeme, macho yake yakiwa yamejaa huzuni na hasira. Mara taa ikazimika, giza likatawala, sauti ikisikika, wrong door. Na huu ndo mwisho wa movie yetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment chaneli yetu ya WE Media.